Any theory without a practice is nothing. Kitu chochote ama mawazo yoyote ambayo hayafanyiwi kazi ni sawa na hamna kitu tu. Watu wengi huwa wanakosea sana. Yaani huwa wanahisi eti Mungu akiwabariki ama wazazi wakiwabariki ama watu wakiongea maneno mazuri juu yao ndio watafanikiwa maishani, hasa kiuchumi. Hapana, ni uongo. Hata kama Mungu amekubariki, usipochukua hatua wewe mwenyewe, hakuna kitu kitakachotokea kwenye maisha yako. Nitakutolea mifano miwili mikubwa kwenye Biblia Takatifu. Watu walioahidiwa na Mungu, waliobarikiwa na Mungu, lakini kuna vitu vidogo walikosea, hizo baraka zikutimia kwa muda huu. Biblia inaandika kuna mfalme alikuwa anaitwa Mesha. Alikuwa ni mfalme wa Moabu. Wana wa Israeli waliungana na mataifa mengine matatu, jumla kama mataifa matatu, kwenda kupigana na mfalme wa Moabu. Hawa watu, kumbuka, wana ahadi za Mungu. Wameambiwa na Mungu atashinda kila sehemu. Watakapokuwa na sanduku la Bwana hakuna kitakachoshindikanika. Nitakupa Bible stories mbili leo, hadithi za ukweli za kwenye Biblia zinazothibitisha hata kama Mungu amekubariki, usipochukua hatua baraka hazitimii. Mfalme wa Moabu alipigwa kwenye ile vita, akakimbia kijiji cha jirani. Wana wa Israeli wakazunguka kile kijiji pande zote. Mfalme wa Moabu hakawa hana sehemu yoyote ya kutokea. Kila akiandaa mpango anashindwa. Alichoamua kukifanya mfalme wa Moabu, akamchukua mtoto wake wa kwanza ambaye ndio mrithi wa kiti cha ufalme wa Moabu, akamtoa sadaka, akamwangamiza na akamning'iniza juu ya paa. Vita ikageuka. Wana wa Israeli walipigwa mpaka walikimbia, licha ya kuwa na ahadi za Mungu. Huyu mfalme wa Moabu yeye alikuwa anajua nguvu ya kutoa sadaka, hasa nguvu ya kutumia sadaka ya damu. Alitoa sadaka ya thamani kwenye ufalme wake. Mtu ambaye alitakiwa alisi kiti cha ufalme alimteketeza ili washinde vita. Vita iligeuka. Wana wa Israeli hawakujua kwa muda ule kama wanahitaji kutumia sadaka ili kulinda ahadi zao za Mungu. Walienda kichwa tu wakiamini tuna ahadi za Mungu. Hawakutumia mlango wa sadaka kulinda ahadi zao walizopewa na Mungu. Mfano wa pili, hivi unajua kuwa Daudi alipigana na Goliati mzee, hakupigana na Goliati akiwa kijana? Hivi unajua Goliati akiwa kijana alisababisha maafa makubwa kwa wana wa Israeli? Goliati akiwa kijana aliongoza jeshi la Wafilisti kwenda kupigana na wana wa Israeli. Vita ikawa kali. Biblia inasema wana wa Israeli wakaenda kuchukua sanduku la Bwana, ambao kipindi hicho lilikuwa linamilikiwa na linatunzwa na nabii Eli. Wakaenda kuchukua sanduku la Bwana waende nalo kwenye vita, huku wakiamini watakapokuwa na sanduku la Bwana, jina la Bwana lilikuwa linakaa mule. Kokote watakapoapia na sanduku la Mungu hawawezi kushindwa hiyo vita. Biblia inasema nabii Eli alishindwa kuwakanya watoto wake. Hata wakifanya makosa alikuwa anashindwa kuwakanya. Goliati aliongoza vita. Akawaambia Wafilisti wamekuja na sanduku lao. Lile sanduku waga alishindwa, ila sisi tupambane kufa na kupona. Biblia inasema walipokuwa na moyo wa ushujaa wa Filisti, waliwapiga wana wa Israeli, licha ya wana wa Israeli kuwa na sanduku la Mungu lenye ahadi za Mungu. Wana wa Israeli walipigwa hadi wakapokonywa sanduku la Mungu. Nabii Eli aliposikia wana wa Israeli wamepokonywa sanduku la Mungu, akafa kwa kihoro. Goliati akachukua sanduku la Bwana, wakaenda nalo hadi kwenye nchi yao ya Wafilisti, wakaliweka mbele ya Mungu wao anayeitwa Dagoni. Asubuhi wakaamka wakamkuta Mungu Dagoni ameanguka mbele ya sanduku la Bwana.
the Ark of the Covenant, sanduku la Bwana. Wakazani labda ni masiara. Kesho yake wakakuta tena Dagoni ameanguka mbele la sanduku la Mungu, hadi wakapiga kula ya sanduku lile lisikae kwenye mji wa Filisti. Sasa Daudi anakuja kupigana na Goliath akiwa mzee, lakini Mungu anainua kitu kinyonge kukizoofisha kitu kikubwa. Hapa nitaka ukufundisha kitu kimoja tu. Hata kama Mungu amekuahidi nini, usipochukua hatua hakitimii. Daudi aliahidiwa na alipakwa mafuta kuja kuiongoza taifa la Israeli, lakini hakutimiza ndoto zake mpaka alipomuua simba, mpaka alipomuua dubu, mpaka alipomuua Goliathi, mpaka aliposhinda vikwazo vya mfalme Sauli pamoja na mwanae Jonathan, ndo akaja kuwa mfalme. Kwa hiyo ndugu yangu, kwenye ishu yote ile, hata kama una baraka za wazazi, hata kama una baraka za Mungu, jifunze kupambana ili uweze kufikia malengo yako mazuri kabisa.